Spruce Online TV. Leo bwana tuko maeneo ya Tabata hapa na mashabiki wa Yanga. Kwanza atajitambulisha anaitwa nani na atatuambia mechi ya jana yeye imemkwaza vipi na imekuwa funzo gani pia kwa viongozi wa Yanga na kwa upande wa mashabiki pia. Wewe inakuaje? Kama kawa kaka, kwema? Kwema kabisa, mambo yanaenda? Tawala ndugu wangu. Jana mlicheza mechi vipi lakini? Jana tumecheza mechi lakini tumepoteza. Tumepoteza sio kwa uwezo wa wapinzani. Tumepoteza kwa mapungufu ya uchezaji wetu jinsi tunavyocheza. Timu haichezi kwa kuridhisha. Ndio. Shida inakuwa ni unafikiri labda shida ni wachezaji wamechoka sana au shida ni kocha? Unavyoangalia mpira unatathmini wewe mwenyewe jinsi wachezaji wanavyocheza, jinsi mwalimu anavyopanga kikosi. Ila ukiangalia kwa umakini vizuri unagundua timu haina fitness, yani timu inacheza kama imetoka kucheza juzi kushinda jana. Ukija kuangalia tena mwalimu mfumo ambao anachezesha wachezaji ni mfumo ambao haueleweki. Ndio. Timu inacheza ili mradi icheze. Ndio. Sawa, tumepata matokeo kuanzia mwanzo wa pre-season mpaka sasa hivi. Tumecheza mashindano ya kimataifa, tumepata matokeo mechi 2. Lakini bado timu haichezi kama tulivyozoea Yanga inavyocheza. Ndio. Mimi nilikuwa naona shida kubwa kabisa niliyoiona tangu pre-season inaanza. Niliona shida kubwa iko kwa mwalimu. Mwalimu anashindwa kupanga wachezaji sahihi kwenye namba zao. Ndio. Timu inacheza tu ili mradi yani icheze. Tunapata matokeo lakini hivyo hivyo kwa kusukuma. Mwisho wa siku ndo haya tumefungwa jana. Naam. Tunaona kabisa Yanga kuna maingizo ya wachezaji wapya. Uwezo kuona kwamba sababu inawezekana kwamba ni maingizo ya mapya ambayo mwanzo nakumbuka kwenye kiungo pale tulikuwa tuna Alidi Aucho na nani. Sasa hivi kuna maingizo mapya ambayo tumeyaona. Haiwezekani ndio sababu ya timu isicheze vizuri na kwamba labda pengine haya maingizo mapya yakishaanza kuzoeana. Tunaona kuna Ande Boeli yupo na nani wengine maingizo ndio labda wakakaa kwenye mfumo ndio pengine Yanga ikafanya vizuri zaidi kuliko kumwandama kocha. Kuzungumzia maingizo ya wachezaji wapya siwezi kuliongelea hilo kwa 100% kwa linaweza likaathiri timu kwa sababu ukija kuangalia kwenye klabu ya Yanga wameondoka wachezaji wawili ambao ndio walikuwa first 11, Halil Aucho na Stefan Aziz Ki. Ndio wachezaji ambao waliondoka. Tukija kuangalia wachezaji tuliosajili, tumesajili wachezaji wengi ambao tunaamini wana uwezo wa Halil Aucho na Stefan Aziz Ki, lakini tukiangalia mpaka sasa hivi bado hatuoni mbadala mtu sahihi aliyokuja kuziba pengo la nani la Halil Aucho. Timu inacheza lakini hamna mtu wa kuchukua mipira katikati pale kusogeza mbele. Shida kubwa mimi ndio naiona iko hapo. Tulifanya haraka sana kumwachia Halil Aucho wakati bado hatujajua kama mtu tunayemleta atakuwa sahihi kwenye namba ile. Matokeo yake ndio haya, timu inacheza haipati matokeo. Timu inacheza mpira ueleweki. Tunafungwa na tunachezewa mpira. Moja kwa moja sasa hapo kishazungumzia ni makosa tulifanya kumwachia Halil Aucho. Kishazungumzia makosa ya nani ya uongozi pia. Na maana kwamba kocha anaweza kuwa na shida lakini pia uongozi unaweza kuwa na shida pia. Uongozi mimi naulaumu kwa kitu kimoja. Uongozi naona ulifanya haraka sana kumwacha Halil Aucho. Mimi naamini Halil Aucho wangempa hata nusu msimu basi angalau mpaka Januari ndio wamwache. Waangalie kwanza mtu aliyomleta je ana uwezo wa kuperform kama Halil Aucho. Lakini mimi naona uongozi hapo kidogo umechemka, ila naamini viongozi wetu wa Yanga bado wako makini chini ya uongozi wa Engineer Hersi Said na hili wameliona, na kwa uwezo wa Mungu timu ikicheza kwa mshikamano na kwa moyo yote inaweza ikatokea. Tunaweza tukapindua meza tukafuzu, ila tukicheza kama tulivyocheza jana kwa kubweteka vile mimi naamini hatuwezi tukafuzu hatua ya makundi. Inaweza ikawa ndio safari yetu imeishia hapa. Romain Folz licha ya uchezaji wake kupanga kikosi, lakini madhaifu mengine ambayo uliweza kuona kwake ni yapi ambapo pengine ikawa sababu kubwa ya kumkimbiza Yanga? Sababu kubwa niliyoiona, kocha hana mifumo. Kocha hana mbinu kwa sababu ukiangalia kikosi ambacho anatembea nacho ni kikosi kuanzia wiki ya Mwananchi Yanga Day ile. Kikosi ni kile. Hajabadilisha, amebadilisha wachezaji wachache sana. Kwa hiyo mimi naona tatizo kubwa la kwanza lilikuwa kwa kocha. Kocha ilikuwa yule tumwache mapema tu, ila kwa subira za uongozi na masuala ya kimkataba ndio hivyo tumesubiri lakini wamefanya maamuzi. Mimi nimefurahi kumwacha Romain. Kwa hiyo umepongeza hilo swala? Nimepongeza sana uongozi kufanya maamuzi. Bado hatujachelewa. Mpira minuno limeisha hapo. Mpira minuno limeisha na atakuja mwalimu mzuri, mpira utachezwa na Yanga itarudi kwenye fomu yake kama mwanzo tulivyokuwa tunacheza.
Sawa, wewe shabiki wa Yanga lakini leo Simba wanacheza, unaitakia nini Simba siku ya leo? Siku zote adui unamwombea njaa, ndivyo ilivyo. Na mimi Simba ni mpinzani wangu, siwezi kumwombea Simba ashinde. Akishinda alhamdulillah, kwa kudra za Mungu, kwa uwezo wake kapambana. Ila lolote limkute kwa sababu ni mpinzani, na mpaka sasa hivi kelele zishaanza mtaani huko. Wewe mwenyewe unasikia kama hivyo. Mapema tu tumefungwa. Mimi sijui, ila lolote liwakute. Unaambiwa wale jamaa ni wa kawaida sana kwa Simba, wale wanaweza kawafunga tu goli nyingi hata kwa kule. Hamna, wa kawaida hajaonekana. Kwani kuna mtu anajua ile timu nini si usingizini? Kuna mtu alishawahi kuiona Bongo hapo? Ndio. Au kuna timu alishawahi kuiona Silver Striker iliyomfunga Yanga jana? Kuna mtu alishawahi kuiona? Tumesikia tu ndio hivyo. Kwa hiyo waende tu kwa tahadhari, kwa sababu wako ugenini. Wajitoe watakavyojitoa, wakishinda alhamdulillah, wakikosa mimi pia furaha kwangu. Kwa hiyo Singizini sasa hivi shabiki wa Singizini. Mimi mpaka nione jinsi mpira unavyochezwa. Ndio. Nikiona mwelekeo Singizini kama watanrudisha kidogo kwenye furaha, nitoke kwenye majozi ya Yanga, nitashangilia Singizini. Kumbuka Simba iko Tanzania, alafu hiyo Singizini sio Tanzania. Uzalendo mbele bwana. Uzalendo mbele kwenye timu ya taifa, sio kwenye klabu. Ndio. Adui huwezi kumwombea mema, adui muombe njaa siku zote. Ndio. Haya bwana, shukrani. Unafahamika kama nani kwa? Mimi nafahamika kama Shabani Deva bodaboda. Hiyo cha Mnarani hapa Segerea. Hapa ni Mnarani Segerea. Yeah, Segerea. Shukrani sana, wakati mwingine. Poa sana. Poa mzee. Kula gwara hiyo.